Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Asante sana ndugu mtazamaji. Wiki iliyopita tulikuwa katika somo la 4, tulikuwa tunaangalia umoja katika njia ya unyenyekevu. Lakini wiki hii tuko somo la 5. Na somo la 5 nasema kuangaza kama mianga usiku. Amina. Amina. Basi kabla ya kuanza tupate ombi. Tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa namna ambavyo pamoja nasi tokea tulipotoka kwa ajili ya kujifunza unyenyekevu. Kwa na nia moja, wiki hii nataka tuangaze kama mianga katika usiku. Tunaomba hekima yako, neema pia kuweza kuelewa ujumbe ambao umetuandalia kwa wiki nzima hii. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Fungu la kukariri linatoka Wafilipi 2:14 hadi 15. Nao nasema, yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama, wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati yao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Kama mianga nyota, kama nyota vile katikati ya giza vile. Haleluya. Somo la 4 lililopita nilikuwa nazungumzia habari ya umoja wa unyenyekevu, kwa njia ya unyenyekevu. Umoja ambao una maelewano ni unatengenezwa na wale watu ambao nia yao ni kama ya Kristo. Na kanisa limekusudiwa kuwa ni mwili wa Kristo ambao viungo vyote vinashirikiana, kila mmoja kikiwa kwa ajili ya chenzake. Mwili upo, jicho liko kwa ajili ya mkono uko kwa ajili ya mwili, yani kila kimoja kiko kwa ajili ya kunufaisha mwenzake. Hiyo ndio akili ya Mungu. Sasa ndio hekima ya Mungu inayodhihirishwa duniani. Waefeso sura ya 2:10 anasema hiyo ndio hekima ya Mungu ya namna mbalimbali, rainbow wisdom. Yani watu wa makabila mbalimbali, jinsia mbalimbali, madaraja mbalimbali, tofauti mbalimbali wanashirikiana. Hiki ni kitu tofauti na jamii zingine zinazoonekana duniani. Tofauti yake ni kama usiku na mianga. Usiku na mianga. Umeiona hiyo? Nzuri sana. Twende sasa somo la Jumapili. Somo la Jumapili nasema tunatimiza kile Mungu anachotenda ndani. Ili kuwa mianga. Kuna lugha moja Paulo na Yesu alizungumza. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Sawa sawa. Nakumbuka hiyo. Hiyo alizungumza katika Yohana 1:9. Lakini pia katika Mathayo 5:12 akasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Yesu ni juu. Tena miale yake inapoja. Lakini ninyi pia ni nuru ya ulimwengu. Ninyi ni jua. Mungu ni jua. Sisi ni jua. Sasa twende kwa utaratibu. Ni kwa utaratibu gani? Twende kwenye somo la Jumapili sasa. Tunatimiza kile Mungu alichotenda. Tunatimiza kile Mungu anachotenda ndani. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6, msoma hapo. Wafilipi wa 1 fungu la 6. Anasema, nami niliaminilo ndilo hili, kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Aliyeanza kazi njema ndani yenu tangu mlipopokea injili ile. Sawa sawa. Ataitimiza siku ya Kristo atakapokuja mara ya pili, siku ya ufufuo. Ameanza. Wapi huko? Ndani nje? Ndani nje. 2 mstari 12 na 13. Basi wapendwa wangu, kama vile mlivyoitii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Wokovu, tuzungumzie wokovu. Kazi njema aliyoanza ndani yetu ilianza na wokovu. Sawa sawa. Warumi sura 3 mstari 23 mpaka 24 tunaambiwa alimtoa mwanawe kuwa upatanisho, maana tulikuwa na maadui wa Mungu.
Kwa hiyo kazi njema akatufanya marafiki zake sisi ambao tulikuwa maadui kwa kifo chake pale msalabani. Warumi 5:8 anasema tukiwa bado wenye dhambi, hayo yameyafanya, tulikuwa maadui. Kwa hiyo kazi njema aliyoanza ni nini? Kutupatanisha kwa mauti yake. Waefeso sura 2 mstari wa 8 mpaka 10 tutasoma pia. Anasema mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, tena haitokani na nafsi zenu. Kwa haraka haraka ni kwamba alichokifanya sasa kuhusiana na wokovu, tulikuwa tuwezi kujiokoa, tulikuwa tuna chuki, hatuna habari na Mungu, maadui wa Mungu. Waefeso sura 2 mstari ile ya mwanzoni kabisa, tumekufa nafsini mwetu, farakanishwa, akatufufua pamoja naye. Kwa hiyo ni wokovu, tendo la Mungu hilo, ni yeye ndio ameanza ndani yetu. Imekaaje hiyo kitu? Nzuri. Sasa unasikia anasema utimizeni wokovu wenu. Si ameshamaliza tena, hata ikutokana na nafsi zetu, ni uaminifu wake. Na sisi tukauitikia huo uaminifu kwa imani, uaminifu aliotuonyesha mpaka pale msalabani pale, upendo uliotuokoa, tukauitikia kwa imani, tena kwa kusukumwa na yeye kwa uwezo wa Roho wake. Ni kipawa. Alafu leo anatuambia utimizeni sasa wokovu wenu kwa hofu na kutetemeka. Siku utakapofungiwa ndoa, siku ya ndoa, mchungaji atasimama pale, ndugu Arnold so and so, majina yote matatu, atamtaja na yule mwingine majina yote matatu, kwa kuwa mmekubaliana kufunga ndoa. Sasa mimi natangaza kwa mamlaka ya nchi na neno la Mungu, mmekuwa, sema mmekuwa mwili mmoja kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba niulize, hapo ikitamkwa mtakuwa mmekuwa au bado? Tayari. Tulipompokea Yesu kwa njia ya imani, tuliokolewa, tuliokolewa. Turudi kwenye kisa cha ndoa. Nikitoka pale sasa, mnaenda honeymoon hotelini. Sasa unaendelea na vitabu, unaangalia Maisha Kamili channel, unaendelea na Mama White huko, unaendelea na nini, mwenzako anakuangalia, vipi mwenzako, pumzika tu, nitakuja baadaye. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, hiyo ndoa imetimia hajatimia? Kwa hiyo ndio hivyo kama ambavyo katika ndoa inafanywa, kuna kitu ambacho ninyi wenyewe hamwezi kujifanyia. Pastor kwa mamlaka ya Mungu anawafanya, anawaunga. Lakini mkitoka pale mnatakiwa kutimiza huo umoja kwa neno na tendo, kwa kutimiza viapo vyenu. Sasa haleluya. Hapa anasema kwa hofu na kutetemeka. Hiyo unaionaje tena? Kwa hofu na kutetemeka, yani kwa lugha nyingine, ukuu au thamani ya kile kitu, yani niseme neno thamani zaidi. Uthamani, unyeti. Thamini ni kama unashika glass, sije kavunjika hiyo. Na mimi nimeona bwana ndoa wanapoana huwa wanatetemekeana sana. Nikusaidie kubeba nini na nini. Kuna hofu fulani. Hofu ile inatokana na nini? Umethamini unakumbuka ulivyokuwa mseja, umekumbuka ulivyokuwa umekosa heshima, na sasa umepata heshima. Yaani unauthamini. Ni hofu fulani, na sasa unatimiza kwa hofu hiyo, na ndio inasababisha. Na mara nyingi ile hofu ikiondoka, sasa vile viapo havishikiliwi tena, na watu wanashindwa kutimiziana ule upendo, kwa sababu wanachukulia na poa. Chakula si utakuta kwenye friji huko. Wewe ndio unatimiza upendo wako wa ndoa namna hiyo? Una hofu kweli wewe? Sasa wokovu wetu na sisi tunatakiwa kuutimiza. Tumeokolewa kweli? Sisi ni marafiki wa Mungu kweli? Tunatakiwa pia tuendelee. Maandiko unasema nikiwa na muda ndio nitasoma. Ukiwa na muda nitakupigia simu. Nikiwa kweli una hofu kweli? Hapana, una hofu.
mpaka upate muda hapa. Rafiki yangu, tume tafakari pamoja, tunanyenyekeshwa na ujumbe huu unaotaka tuchukulie wokovu seriously. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kutukumbusha tena, ikiwa kama kuna yeyote aliyesikia neno hili amerejea kwako, maana ule utisho, ile hofu imetoweka, amekuchukulia poa. Baba, nenda kampatie utisho wako tena, ukamrejeshe tena. Achilia neema yako ni ya kutuleta tena kesho, tukitembea katika uaminifu na wokovu wako sasa na hata milele, kwa jina la Yesu, amen. Asante sana ndugu mtazamaji. Leo tumemaliza siku ya Jumapili, kesho siku ya Jumatatu na tunaenda somo zuri nasema mwanga katika ulimwengu wa giza. Amen. Mimi ni Giza. Na mimi neno somo Kalindile. Karibu sana. Amen.